Unajua Marekani huwa anajiona mwamba kwa sababu akijicheki ghetto ana midege ya kivita, mabomu ya kila aina na hela ndefu sana. Sasa basi, miaka 1960 na mwaka 1970 jamaa aliacha ndala pale Vietnam. Alifikiri atatumia wiki mbili tu kumaliza kazi. Kumbe kule alikutana na watu wanaitwa Viet Cong. Unawaelewa wa jamaa au na wewe nimekupoteza? Sasa basi, masoja wa Vietnam walikuwa hawapigani uso kwa uso. Walikuwa wanajificha kwenye maandaki chini ya ardhi. Marekani anapigana juu na vifaru, kumbe washikaji wapo mita 2 chini ya miguu yake. Nchi ya Vietnam ni misitu minene na mabwawa. Askari wa Marekani walikuwa wamezoea kupigana kwenye miji mizuri au sehemu za wazi. Sasa kule wakajikuta wanang'atwa na mbu na kuanguka kwenye mitego ya mianzi ya Vietnam. Wa Vietnam walikuwa wanapigania nchi yao. Marekani alikuwa anapigania kuzuia idea au mawazo. Sijui umenielewa? Yaani Marekani alikuwa anapambania kuzuia kuenea kwa ukomunisti ndani ya Vietnam, huku wa Vietnam wakipigania uvamizi wa Marekani ndani ya nchi yao. Mwishowe askari wa Marekani wakaanza kuchoka na kuona haina maana. Baada ya miaka mingi ya kupoteza vijana wengi na kutumia mabilioni ya dola, Marekani ilibidi iingie baridi. Mwaka 1975 ilibidi wafunge virago na kuondoka kwa aibu pale mji mkuu wa Saigon, sasa unaitwa Ho Chi Minh City. Hadi leo hii vita inabaki kuwa kovu kubwa sana kwa Marekani, kwa sababu ilionyesha kuwa hata ukiwa na silaha kali kiasi gani huwezi kumshinda mtu anayepigania ardhi yake kwa akili na uvumilivu.